Karibu tena kwenye MK Story TV. Baada ya Huma kufichuliwa mbele ya wanakijiji, kila mtu aliamini kuwa matatizo yameisha. Adrian aliachiwa huru na Zawadi alifurahia kuona haki imetendeka. Lakini Adrian alikuwa na hisia kuwa bado kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa akiwatazama kwa siri. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilianza kurudi kwenye maisha ya kawaida. Wanakijiji wengi walikuja kumuomba Adrian msamaha kwa kumhukumu bila kujua ukweli. Adrian aliwasamehe wote. Kila binadamu hukosea. Muhimu ni kujifunza ukweli. Maneno yake yaliwafanya watu wamheshimu zaidi. Wakati huo huo, Zawadi alimtembelea Adrian kando ya mto. Waliketi pamoja kwa muda mrefu, wakizungumza kuhusu maisha yao. Adrian akamshika mkono wa Zawadi na kusema, kama usingenitetea leo ningekuwa nimeondoka kijijini nikiwa nimebeba aibu. Zawadi akatabasamu. Nilifuata sauti ya moyo wangu. Ghafla, kutoka mbali, waliona mtu aliyekuwa amesimama nyuma ya mti akiwa angalia. Walipogeuka vizuri, mtu huyo alikimbia. Adrian akajaribu kumfuata, lakini hakufanikiwa kumkamata. Hakujua kuwa mtu huyo alikuwa amebeba kamera na alikuwa amewapiga picha nyingi. Baada ya mtu yule kutoroka, Adrian alirudi kwa Zawadi akiwa amechoka. Sikumkamata, lakini nina uhakika alikuwa anatufuatilia. Zawadi akaanza kuingiwa na hofu. Kwa nini mtu atufuatilie wakati kila kitu kimekwisha? Adrian akatikisa kichwa. Nahisi kuna siri ambayo bado hatujaigua. Siku iliyofuata, kijiji kilikuwa na shughuli kubwa ya soko. Wananchi walikuwa wakiuza mazao na mifugo. Adrian aliamua kwenda sokoni pamoja na Zawadi. Walipokuwa wakitembea, watu wengi waliwasalimia kwa heshima. Mzee mmoja akasema, mwanangu Adrian, umeonyesha uvumilivu mkubwa. Kijiji kinajivunia wewe. Adrian akatabasamu. Asante mzee. Lakini wakati huo huo, kijana mmoja alimkaribia Adrian kwa siri. Akamkabidhi bahasha ndogo. Niambiwa nikukabidhi hii. Usifunge hapa. Kabla Adrian akauliza imetoka kwa nani, yule kijana alitoweka kwenye umati wa watu. Waliporudi nyumbani, Adrian akaifungua bahasha. Ndani kulikuwa na picha. Picha hiyo ilimwonyesha akiwa na Zawadi, wakiwa wameketi kando ya mto. Nyuma ya picha kulikuwa na maandishi, mkiachana leo, mtabaki salama. Mkibaki pamoja, mtajutia maisha yenu. Zawadi akatetemeka. Ni nani anayetutishia? Adrian akakunja karatasi ile na kusema kwa ujasiri, sitamwacha mtu yeyote atutawale kwa vitisho. Lakini moyoni mwake alijua hatari ilikuwa imeanza upya. Usiku ulipoingia, mtu yule asiyejulikana alipiga simu. Kwa sauti nzito akasema, hii ni onyo la mwisho, Adrian. Kabla Adrian hajajibu, simu ikakatwa. Adrian na Zawadi wakatazamana kwa hofu. Walijua safari yao ilikuwa inaanza upya.
na adui mpya. Alikuwa hatari zaidi kuliko Huma. Baada ya simu ile ya vitisho, Adrian hakutaka kumonyesha Zawadi hofu aliyokuwa nayo. Alijifanya mtulivu, lakini usiku huo hakulala hata dakika moja. Mapema alfajiri aliamua kwenda peke yake mahali walipopata ile bahasha. Alitumaini angepata kidokezo. Alipochunguza eneo lile, aliona alama za matairi ya gari. Kijijini hakukuwa na magari mengi, jambo lililomfanya ashangae. Akiwa bado anachunguza, aliona mzee mmoja, mchungaji wa ng'ombe, akimwangalia. Adrian akamsogelea. Shikamoo mzee. Hana uliona mtu yeyote hapa? Mzee akatikisa kichwa. Niliona gari jeusi likisimama hapa muda mfupi. Mtu oja alishuka, akapiga picha, kisha akaondoka haraka. Ulimwona vizuri? Alikuwa amevaa miwani myeusi na kofia. Sikuweza kumtambua. Adrian alimshukuru na kuondoka akiwa na mawazo mengi. Wakati huo huo, Zawadi alikuwa nyumbani akimsimulia mama yake kuhusu vitisho walivyopokea. Mama yake akashikwa na wasiwasi. Mwanangu, wakati mwingine mapenzi yanahitaji busara. Msijitie kwenye hatari. Lakini Zawadi akajibu kwa uthabiti. Nitamlinda Adrian kwa kadiri nitakavyoweza. Mama yake alimkumbatia, ingawa moyoni alihisi kuna dhoruba kubwa inakuja. Jioni ilipofika, Adrian alipokea ujumbe mwingine usiojulikana. Uliandikwa: kama unataka kujua mimi ni nani, njoo kwenye gala la samani saa 2 usiku. Njoo peke yako. Ukimwambia Zawadi, utajuta. Adrian aliusoma mara 2. Alijua ulikuwa mtego, lakini pia alijua huenda ndiyo nafasi pekee ya kujua ni nani anayewafuatilia. Alifanya uamuzi mgumu. Ataenda peke yake bila kumwambia Zawadi. Adrian hakujua kwamba nyuma ya ukuta wa nyumba yake mtu alikuwa amesikia kila kitu. Naye mtu huyo alianza kutabasamu kwa siri. Usiku ulipofika, saa 2 kamili, Adrian alitoka nyumbani kimya kimya bila kumwambia mtu. Mwezi ulikuwa umefunikwa na mawingu na kijiji kilikuwa kimetulia. Alielekea kwenye ghala la samani lililokuwa pembezoni mwa misitu. Kila hatua aliyopiga iliongeza tahadhari yake. Alipofika, mlango wa ghala ulikuwa wazi kidogo. Aliusukuma taratibu. Ndani kulikuwa na giza nene. Ghafla, sauti nzito ikasikika. Karibu, Adrian. Nilijua utakusha. Adrian akageuka huku akitafuta aliyekuwa akiongea, lakini hakumwona mtu. Dakika chache baadaye, mwanaume mmoja alitokea gizani akiwa amevaa koti jeusi na kofia iliyofunika uso wake. Adrian akauliza kwa ujasiri, wewe ni nani? Kwa nini unatutisha mimi na Zawadi? Mwanaume huyo akacheka kwa sauti ya chini. Bado hujafika wakati wa kujua mimi ni nani. Kisha akatoa bahasha nyingine na kuitupa chini mbele ya Adrian. Fungwa. Adrian akaichukua. Ndani kulikuwa na picha za zamani za familia ya Zawadi. Miongoni mwa picha hizo kulikuwa na picha ya mtoto mdogo aliyekuwa amesimama pembeni ya baba yake.
Adrian akashangaa. Huyu mtoto ni nani? Mwanaume huyo akasema, ukipata jibu la swali hilo, utajua kwa nini mapenzi yako na Zawadi hayatakiwi kuendelea. Kabla Adrian akauliza swali lingine, taa za ghala zikazimika kabisa. Kulitanda giza. Aliposikia hatua za miguu, alikimbia kuelekea nje. Alipotoka hakukuwa na mtu. Mwanaume huyo alikuwa ametoweka. Wakati huo huo, Zawadi aliamka na kugundua Adrian hayupo nyumbani. Moyo wake ukaanza kudunda kwa nguvu. Akaamua kumtafuta. Alipofika karibu na ghala, aliona bahasha ikiwa imeanguka chini. Akaichukua. Hakujua kwamba ndani yake kulikuwa na siri ambayo ingebadilisha maisha yake. Zawadi aliishika ile bahasha kwa mikono iliyokuwa inatetemeka. Alimfuata Adrian hadi nyumbani, kisha wakaketi kimya kabla ya kuifungua. Ndani kulikuwa na picha za zamani pamoja na barua iliyokuwa imezeka. Barua hiyo ilisomeka: miaka 20 iliyopita, familia mbili ziliahidiana kulinda siri hii milele. Siku ukweli ukijulikana, damu itamwagika. Adrian na Zawadi wakatazamana kwa mshangao. Familia mbili? Ina maana gani? Adrian aliuliza. Zawadi akatikisa kichwa. Sijawahi kuona barua hii. Walipogeuza picha nyingine, walimwona baba yake, Zawadi akiwa amesimama pamoja na mwanaume mwingine asiyejulikana. Nyuma yao alikuwepo mtoto mdogo. Adrian akasema, huyu ndiye mtoto niliyeonyeshwa usiku ule. Kabla hawajaendelea, mlango ukagongwa kwa nguvu. Gonga, gonga, gonga. Walifungwa kwa tahadhari. Mbele yao alisimama yule mzee mchungaji wa ng'ombe. Alikuwa anapumua kwa shida. Mnakaribia ukweli, lakini amna muda. Adrian akamuuliza, unamaanisha nini? Mzee akasema kwa sauti ya chini, yule mtu anayewafuatilia si mgeni. Anajua kila hatua mnayopiga. Kisha akawapa ramani ndogo iliyochorwa kwa mikono. Kesho alfajiri nendeni kwenye nyumba ya zamani iliyo juu ya kilima. Huko mtapata majibu. Baada ya kusema hayo, mzee akaondoka haraka. Usiku huo Adrian na Zawadi hawakupata usingizi. Walikuwa wakitazama ile ramani mara kwa mara. Asubuhi ilipofika, waliinuka mapema na kuanza safari kuelekea kilimani. Walipofika kwenye nyumba ya zamani, walikuta mlango ukiwa wazi. Ndani kulikuwa na vumbi, samani zilizochakaa na sanduku kubwa la mbao. Adrian akalisogeza sanduku hilo. Ndani yake kulikuwa na daftari la zamani na mkufu wa dhahabu uliokuwa na alama isiyoeleweka. Ghafla, sauti ikasikika nyuma yao. Msiuguse huo mkufu. Waligeuka kwa hofu. Mbele yao alisimama mwanaume yule aliyekuwa amevaa koti jeusi. Safari hii hakufunika uso wake. Adrian alistuka. Uso ule ulimfanya ahisi kama amewahi kuona zamani. He, mwanaume huyo ni nani? Kuna siri gani iliyofichwa ndani ya daftari la zamani? Na Adrian na Zawadi watawezaje kutoka kwenye nyumba hiyo?